Kwa nini watu wengi hawawi kile wanachosema wanataka kuwa? Kwa nini maisha mengi huanza kwa matumaini makubwa, lakini baadaye huishia katika hali ya kawaida tu? Kwa nini watu wawili waanze safari wakiwa sawa, shule moja, mji mmoja, fursa zile zile, lakini baada ya miaka 10, mmoja anaendelea mbele na mwingine amekwama? Kwa nini sote tunataka mafanikio, lakini wachache sana ndio wanafika? Mwaka 1956, Earl Nightingale alitoa ujumbe uliotikisa dunia. Aliuita The Strangest Secret, yani siri ya ajabu zaidi. Na siri yenyewe ilikuwa rahisi kupita kiasi. Alisema, tunakuwa kile tunachokifikiria. Hiyo tu, hakuna uchawi, hakuna njia za mkato, hakuna fumbo. Lakini tatizo ni hili, watu wengi hawafikirii kwa makusudi. Wanareact, wanaelea na mkondo, wanameza kila kitu wanachoona, na hawatambui kwamba mawazo yao yanajenga kesho yao kimya kimya. Hebu fikiria hili. Chukua jaribio la vijana 100. Wote wana miaka 25. Wote wana akili za kawaida. Wote wana afya njema na fursa sawa. Wote wanaishi katika nchi moja. Ukiwaona wakiwa na miaka 25, huwezi kujua nani atafanikiwa. Lakini wakiwa na miaka 65, Nightingale aligundua jambo la kushangaza. Kati ya watu 100 wanaoanza maisha yao ya kazi wakiwa na miaka 25, ni watu 5 tu watakaokuwa huru kifedha. Wengi watakuwa wanahangaika, wengine watategemea msaada wa wengine, na wengi zaidi watakuwa wameelea tu bila mwelekeo. Nini kilitokea? Je, wale 5 walipata bahati au walifikiri tofauti? Hiki ndicho Nightingale aliona. Waliofanikiwa walikuwa na lengo wazi, walijua wanachotaka, walifikiria lengo hilo kila siku, walipanga matendo yao kulingana na lengo hilo. Wengine je, walikuwa na matamanio, sio maamuzi. Na kuna tofauti kubwa. Kutamani ni hisia, kuamua ni mfumo. Sasa fikiria jambo hili. Umewahi kuamua kununua gari fulani, halafu ghafla unaanza kuliona kila mahali. Unafikiri, mbona kila mtu ana hili gari? Lakini ukweli ni kwamba lilikuwepo muda wote, wewe tu hukuliona. Hiyo ni kazi ya ubongo wako. Inaitwa Reticular Activating System. Ubongo wako huchuga taarifa kulingana na kile unachokipa umuhimu. Ukirudia kufikiria kitu mara kwa mara, akili yako hukianza kukiona kila mahali. Sasa fikiria hili. Ukifikiria matatizo kila siku, utaona matatizo zaidi. Ukifikiria fursa, utaanza kuona fursa. Ukifikiria faraja, utaona faraja. Ukifikiria ukuaji, utachagua ukuaji. Kufikiri si jambo la kawaida tu. Kuna mwelekeo ndani yake. Mawazo huongoza umakini. Umakini huongoza maamuzi. Maamuzi yanayorudiwa huwa mazoea. Mazoea huunda tabia. Tabia huunda mtu wa kundi gani, na hivyo hivyo huunda maisha. Huo ndio mlolongo: wazo, chaguo, mazoea, tabia, maisha. Tuchukulie mfano halisi. Wanafunzi wanaingia chuo, akili sawa, rasilimali sawa. Mmoja anajiuliza kila siku, ninawezaje kuboresha? Nifunze nini kipya? Ni ujuzi gani nijenge? Mwingine anajiambia, hii ni ngumu, nitapita tu, nitajistarehesha kidogo, nahisi kuchoka. Miaka 5 baadaye, tofauti si akili, ni mawazo. Mmoja aliufundisha ubongo wake kufikiria ukuaji, mwingine aliufundisha ubongo wake kufikiria faraja ya muda mfupi. Na faraja ya muda mfupi huhisi vizuri leo, lakini hujilimbikiza kuwa maisha ya wastani kesho. Marcus Aurelius aliandika, wewe una mamlaka kamili juu ya akili yako, si juu ya matukio ya nje. Hapo ndipo 95% hushindwa. Wengi wanajaribu kudhibiti mazingira, wachache wanadhibiti mazungumzo ya ndani ya akili zao. Napoleon Hill alihoji mamia ya watu waliofanikiwa, na aligundua jambo moja: walikuwa na lengo maalum, walikuwa na idea kuu iliyowatawala. Hawakuacha akili zao zitawanyike, walizielekeza. Na sayansi ya kisasa inathibitisha hili. Ubongo huimarisha kile unachokirudia. Hii inaitwa neuroplasticity. Ukifikiria matatizo kila siku, unayajenga. Ukifikiria fursa kila siku, unayajenga. Ukifikiria nidhamu kila siku, unayajenga. Wewe si kile unachosema, wewe ni kile unachokifikiria mara kwa mara. 95% hawashindwi kwa sababu hawana akili, wanashindwa kwa sababu wanaelea, yaani wanaenda kwa mkondo tu. Wanaamka bila mwelekeo, wanatembea bila mpango, wanatumia muda bila makusudi maalum. Na maisha yasiyo na makusudi yanageuka kuwa ajali. Cal Newport anasema, uwezo wa kuzingatia kwa kina bila usumbufu unazidi kuwa nadra, na kwa sababu hiyo unazidi kuwa wa thamani. Fikiria hilo. Kama umakini ni nadra na umakini hujenga mafanikio, basi watu wengi wanatoa silaha yao muhimu kwa hiari. Wale 5% hulinda mawazo yao, huchagua watakachokifikiria, huandika malengo yao, huyapitia mara kwa mara, huelekeza akili zao. 95% huruhusu dunia iwafikirie. Na hiyo ndiyo siri ya ajabu zaidi. Huwezi kuwa kile unachotamani, utakuwa kile unachokifikiria kila siku. Hufanikiwi kwa bahati mbaya,
unaelea kwa bahati mbaya. Kama unataka kutoka kwenye asilimia 95, anza hapa. Fuatilia mawazo lako kwa siku moja tu. Ni nini kinatawala akili yako? Hifa, ulinganisho, faraja, malalamiko au mwelekeo? Mkakati, ukuaji, nidhamu? Kwa sababu mawazo yako sio mapambo ndani ya kichwa chako, ni zoli za ujenzi. Na iwe unajenga kwa makusudi au unaelea bila kujua, bado unajenga kitu. Asilimia 5 hujenga kwa makusudi, asilimia 95 hujenga kwa bahati, na tofauti yao pekee ni kile wanachochagua kufikiria.